sio? Wewe ni dokta, sikiza basi. Sasa hivi tunazungumza overall leo kilichotokea. Si unaelewa? Kilichotokea katika sura ya mpira ya mashabiki imepotea. Sikiliza mdogo wangu. Mpira tofauti na ngumi. Ngumi hapa kama Mwakinyo akawa na Jafet Kaseba au Kirudi. Ukipigana wawili, aibu unapata peke yako. Si unaelewa? Lakini timu inakusanya watu wengi. Ndio, hawa mashabiki ambao tumewaita ambao wanasema wanacheza kwa KDB, kwa nini hawachezi? Huo ni udhalilishaji. Nini? Unadhalilisha watu, unapoteza utu na heshima yao mbele ya jamii. Maana yake wale wanaonekana hawafai. Waliocheza pale ndio mashabiki wa Simba. Hawa ambao kina Kisugu sio kina KDB, hawa sio mashabiki wa Simba. Hawa ni wanafai kwa mujibu wa Mediali. Na hizo mara kwanza hata Kizimkazi aleta vitoto vya Katwete. Mbunge wangu naibu waziri mwaka jana tuenda kwa tamasha. Mashabiki wa Simba na nimecheza mimi, amecheza Godi, amecheza Famau, amecheza kibao. Akaita Katwete. Kwa tabia ni kama bosi. Haibadiliki. Haibadiliki. Kafanya huo mafia. Unasema mafia ni ujinga. Wazani hao mashabiki ambao wamekaa benchi wamekuwa waganga wengine jukwani watamunga mkono. Kwa sababu wakisema tunataka mashabiki wataje nini? Influencer wa Simba, sio? Wale kutunga mkono. Wale wachezaji wenzetu wataanza kumunga mkono. Sikiliza. Yaani wao jibi 60 na wamekuwa mganga. Sisi kwa kitu ma influencer ataenda kama influencer au mganga. Kisugu alikuwa injured. Hamna injured wala hamna nini. Mzee Saluti hamna injured wala nini. Semaje? Niamini mimi ninachokwambia. Kwa wakiitwa influencer wa Simba, kwenda kupiga vigoma vyao. Wataenda wale wachezaji wa ligi kuu ambao wamecheza leo. Mzungumza wawili Mzalamu na Dr. Mo. Tumetaja hapa wachezaji 16 ambao wanacheza ligi kuu na daraja la kwanza. Umeelewa sio? Kwa kita kuna vigoma wale mnaonaje? Sasa si mlijua mwanzoni kwa nini hamkugoma? No, sio kugoma. Tuliwaambia hivi sababu imefungwa zimeweza sio kufungwa. Tuliwaambia ili imeletwa tamasha ambalo la mashabiki. Umeelewa si? Yaani hapa tuangalie kufungwa wala huyu shabiki mmemuondoa katika hadhi ya shabiki amekuwa mjanga. Shabiki muondoa katika hadhi ya shabiki amekuwa ni mlinzi. Umeona? Heshima mbele ya jamii imepotea. Kuna mama yake na mke wake alisinani wao kwa tegemea. Kuna TV na muone mume wake anacheka. Anaonekana mganga. Kumbe wao una timu amekuwa mganga. Kisugu kwa wanatakiwa waonekane leo. Familia yake Mbagala. Familia yote wameona. Mpaka mama yake Kisiji huko ameambia bwana leo nacheza. Kisugu amekaa ndani na kwa mganga wa timu. Kwa mechi irudiwe. Usiambie timu mechi, ndio mechi imeisha. Hii mechi imevunjika. Lakini bingwa kapatikana. Sikiza bingwa kapatikana. Wao unaona hapa duniani. Duniani unaona hapa mpira unacheza dakika 70. Zaidi wewe duniani waambie dunia wewe ni mwandishi wa habari na mchambuzi duniani. Unaona wapi mpira dakika 70 au dakika 25 mpira umeisha? Baada ya nyewe haujajibu swali hili. Bwana swali jepesi. Baada ya nyewe haujajibu swali, tuambie duniani unaona wapi dakika 25 mpira umeisha wapi? Ndio mfano. Baada ya nyewe sasa ndio leo dunia yetu tunaona leo. Hilo sana ndio nimemuuliza jamani. Hapana kwa sababu nasikia. Yaani wewe ni mwandishi mkubwa. Tena jamaa wangu yuko Marekani. Anafuatilia hapo yuko Marekani. Ninakuuliza swali jepesi. Duniani katika football nasema pia dakika 5 best half second half dakika 5 mpira umecheza dakika 20. Kwambia duniani unaona wapi timu za dakika 20 sio dakika 45 ambazo tumekubaliana. Alafu timu kwa unaona wapi? Kwa sababu hilo limetokea. Haujajibu swali. Unakujibu mwalimu. Kwa sababu hilo limetokea sasa. Tarajia mechi itarudiwa. Nani? Kwa sababu haijaisha. Mechi haijaisha kama mechi haijaisha. Nafasi yake ni kumaliza matoko. Sikiliza. Mechi ipo. Sikiliza basi. Ukipusu unaona wapi? Kwa sababu baada ya 70. Pia baada ya